Karibu tena mwanafamilia, niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusitu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Nadhani wengi tunafahamu kile ambacho kinaendelea kati ya Ally Kamwe pamoja na huyu mke wake Jasmine bwana. Wawili hawa waliweza kufunga ndoa lakini wameweza kuachana. Wawili hawa wameweza kutengana, kila mtu ameweza kuchukua 50 zake, kila mtu ameweza kufanya maisha yake mengine, manaka wawili hawa hawapo tena kwenye ndoa. Nadhani unakuwa unaelewa nikisema hivyo, manake bidada huyu ameweza kupewa talaka zote tatu na huyu mwanamume wake huyu Ally Kamwe. Lakini watu walikuwa wakijiuliza kwamba chanzo cha haya yote ni kitu gani? Chanzo cha Ally Kamwe na huyu bidada Jasmine kuweza kuachana ni kitu gani? Kwa sababu ni mapema tu baada ya kuweza kuoana na wakaweza kuachana, wakaweza kupeana hizo taraka. Ni kitu gani ambacho kipo nyuma pazia kimeweza kufanya haya yote yaweze kutokea? Kwa sababu tulikuwa tunategemea pengine wawili hawa waweze kutengeneza familia kabisa, wawe na watoto, waweze kuishi kwa muda mrefu kidogo. Tunafahamu ndoa bwana, ni agano la kufa kuzikana. Lakini kwa nini wawili hawa wameweza kufanya hayo maamuzi mazito sana, maamuzi magumu ya kuweza kupeana talaka? Watu wamekuwa wakijiuliza kwamba chanzo cha hayo yote ni kitu gani? Chanzo cha huyu Ally Kamwe kuweza kumpatia talaka ghafla tu huyu mwanamke wake ni kitu gani? Kwa sababu ni mapema sana wameweza kuoana, lakini muda mfupi sana wawili hawa wameweza kuachana. Kitu gani ambacho kipo nyuma hapa pazia ambacho watu hawafahamu? Watu hawafahamu ni kitu gani ambacho kimeweza kusababisha haya yote. Lakini bwana, ukweli ni kwamba bwana, ukweli umeweza kubainika huko kwenye mitandao ya kijamii kupitia huyu mke wake huyu Jasmine bwana, ameweza kusema kwamba mwanaume huyu Ally Kamwe amekuwa ni mtu ambaye ana mambo ya ajabu sana. Lakini kwanza kabisa ameweza kusema kwamba dalili za kuweza kuvunjika kwa ile ndoa aliweza kuziona tangu siku ile ya harusi, tangu ile siku ya ndoa aliweza kuziona hizo dalili zote, na aliweza kusema kwamba tangu ile siku basi aliweza kumvunja moyo kabisa, na kuweza kusema kwamba mimi mwanaume siwezi kuachana, tusiwezi kuwa naye kwenye mahusiano. Alikuwa anataka tu wamalize shughuli ili basi watu waweze kuenjoy vitu kama hivyo. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa amesha give up kabisa, amekuwa disappointed kutokana na vile ambavyo huyu Ally Kamwe amekuwa akionyesha mambo kadhaa ambayo hakuweza kupendezwa nayo hata kidogo. Kwanza ameweza kusema kwamba ile siku mwanaume wake huyu alikuwa very busy, very busy. Anakuwa anatumia simu sometime, akimuuliza je, hiyo simu ni ya nani? Mbona uko busy sana na simu? Lakini huyu mwanaume wake alikuwa akijitetea kwamba bwana, haya ni masuala ya kikazi, naomba niache nifanye kazi yangu, sinifuatilie. Ndivyo ambavyo huyu mwanaume wake Ally Kamwe aliweza kusema hivyo kwamba uniache nifanye mambo yangu, sio kwamba kuna mtu nahusiana naye, no, haya ni masuala ya kazi na siwezi kuacha kazi. Mimi ni mtu wa kazi, niache kazi, siwezi kuacha kazi. Ndivyo ambavyo huyu Ally Kamwe aliweza kumjibu hivyo kwamba mimi nafanya mambo ya kikazi, ni masuala ya kikazi, ndio maana unakuta niko busy na simu. Lakini sio hayo ambayo umekuwa ukiyafikiria, kitu ambacho bidada huyu ameweza kusema kwamba aliweza kuchukizwa nacho kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ile ni very special day, siku maalum kabisa wao wawili waweze kuenjoy, kufurahi, mambo yote waweze kuweka kando ili basi waweze kuenjoy ile siku yao. Lakini Ally Kamwe alikuwa ni mtu ambaye yuko mbali sana na ile shughuli, sometimes anakuwa busy na simu, akiulizwa ndo kama hivyo anajibu kwamba niko busy na masuala ya kikazi. Tunafahamu kama ni masuala ya kikazi, timu yake inafahamu kabisa kama mtu wao wa kazi huyu, mzee wa kazi anafanya kazi, huyu bwana ana shughuli yake. Kwa nini sasa wanakuwa wanampatia kazi? Ni dhahiri kabisa wangemwacha awe free, basi shughuli yake iweze kumalizika. Lakini huyu mwanamume wake aliweza kujitetea kwamba ni masuala ya kikazi, lakini bidada huyu hakuweza kuamini kwa sababu hata sehemu yake ya kazi nafahamu kabisa kijana wao bwana ana shughuli maalum hiyo siku. Kwa hiyo hawawezi kumpatia kazi hata kama yeye ni mzee wa kazi. Kwa hiyo waliweza ni dhahiri kabisa wangeweza kumpatia muda ili basi awe free, lakini Ally Kamwe aliweza kujitetea na kusema kwamba bwana, ni masuala
ya hakika, kitu ambacho bidada huyu ameweza kusema kwamba tangu siku ile aliweza kuwa disappointed na kuona ni mwanamke ambaye huyu ni mwanaume ambaye hafai kabisa. Aliweza kuweza kumaliza ile harusi, basi ni ushahidi tu, lakini ukweli ni kwamba aliweza kuona dhahiri kabisa ile ndoa yake imeweza kuvunjika tangu ile siku, na ni kweli basi alikuwa anafikiria ndio ambayo aliweza kuyakuta baada ya kuweza kuoana. Ameweza kusema kwamba kuna masuala ambayo ni ajabu sana ambayo Alikamwe amekuwa akiyafanya, lakini ameweza kusema kwamba chanzo kabisa cha haya yote ni mwanaume ambaye ameweza kusababisha basi Alikamwe mpaka akaweza kumpatia talaka huyu mwanamke wake Jasmine. Ameweza kusema kwamba hata ile siku Alikamwe anaweza kufunga ile harusi, huyu mwanaume hakuweza kupendezwa nacho hicho kitendo hata kidogo. Ameweza kumweka bayana huyu mwanaume ni mwanaume gani kupitia screenshot hapo mbele, kupitia Instagram story yake. Nitaweza kuwekea hapo screenshot vile ambavyo ameweza kumweka bayana na vitu gani ambavyo vinaendelea kati ya Alikamwe na huyo mwanaume. Ameweza kusema kwamba huyu Alikamwe na vitu vya ajabu sana. Nikisema huyu mwanaume ndiye ambaye ameweza kusababisha basi wawili hao waweze kuachana, na hata ile ndoa hakuweza kupendezwa na kile kitendo ambacho Alikamwe ameweza kufanya hata kidogo. Nadhani unakuwa unapata picha kidogo kwamba huyu mwanamke alikuwa akimaanisha kitu gani, lakini kwenye hiyo screenshot ameweza kutamka maneno mazito sana, maneno ambayo ni kama matusi. Sio kama matusi, ni matusi dhahiri kabisa. Ameweza kumtusi kwamba huyu Alikamwe bwana na mambo machafu, mambo ya ajabu, mambo hata ambayo hata Mwenyezi Mungu anayalani vikali kabisa, pendezi nayo hata kidogo, mambo ambayo aliweza kufanya hata Sodoma na Gomora iweze kuteketea. Kizazi, nadhani nafahamu kizazi cha Sodoma na Gomora kiliweze kuteketezwa na Mwenyezi Mungu kwa moto, lakini chanzo dhambi yao kubwa nadhani unakuwa unaifahamu ni dhambi gani? Dhambi ya dhambi ile ya upinde. Nadhani nikisema upinde unakuwa unanielewa. Sitaki kutamka kauli ya aina hiyo, nadhani unakuwa kama tusi hivi, lakini utaona screenshot bidada huyo ameweza kutamka live kabisa hadharani vitu gani ambavyo Alikamwe amekuwa akifanya na huyo mwanaume ambaye ameweza kumweka bayana kwa jina kabisa, kitu ambacho kimeweza kuwashangaza walio wengi, kwa sababu Alikamwe ukimtazama tu sio mwanaume wa aina hiyo. Unaonekana kabisa ni mwanaume lijali, lakini kumbe bwana ni mwanaume sio ridhiki bwana. Kuna mambo ambayo yapo nyuma pazia ambayo mimi na wewe tulikuwa hatuyafahamu. Kweli dunia imeweza kuisha, dunia imeweza kumalizika, dunia ipo tamati kabisa bwana. Ni mambo ambayo ni ajabu sana, ambayo watu wengi sana wameweza kushangazwa nayo, lakini pia hata watu wameweza kumshusha hadhi kabisa na kumwona Alikamwe basi ni mwanamume ambaye ni waajabu sana. Sifahamu ataweza kuficha wapi sura yake au atajitetea kitu gani, kwa sababu hata screenshot ameweza kuziposti. Ni dhahiri kabisa kila ambacho ameweza kukishare ni habari ambazo ni za kweli bwana. Mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time. Lakini usisahau kusubscribe kwa habari zote kila wakati, lakini pia kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time na kwaheri. Bye bye.